mtazamaji wa Stories za kwenye mic na kaka fulani hivi Mkuria. Leo nilipata bahati nzuri sana na neema kubwa sana kubahatika kuwa miongoni mwa watu ambao wamehudhuria kikao. Utajiuliza ni kikao gani? Hichi kikao bwana ni kikao kinachohusiana na masuala ya soka. Yamkini wewe hapo ulipo unaweza kujiuliza kwa nini soka? Mimi nasema niko Tarime, alafu soka inakuaje? Tarime kuna soka, lakini majibu yote tutapata hapa kupitia Stories za kwenye mic na kaka fulani hivi Mkuria. Mimi nafahamika kama Nero Business, Nero biashara, kaka fulani hivi Mkuria, na hapa nipo na miongoni mwa watu ambao wataenda kutujuza ni kikao gani na kuhusiana na nini, lakini ni kwa nini tuko hapa. Kaka inakuaje? Poa sana. Kwa majina wanakuita? Mimi naitwa Michael Richard, ni katibu wa timu ya mpira wa miguu Bomani. Bomani. Of course unaweza kusema Bomani, mtu akawa anajiuliza Bomani iko wapi, wilaya gani, mkoa gani, pia vitu kama hivyo hapo. Ya Bomani, kwanza ili ni jina tunatumia jina la mtaa, lakini lipo kata ya Bomani. Yaani jina la mtaa na kata vinafanana. Ni mtaa Bomani, kata ya Bomani ambayo ipo ndani ya wilaya ya Tarime, mkoa wa Mara. Wilaya ya Tarime. Of course kuna watu hujua kwenye imagination, kwenye vichwa vyao wakisikiaga Tarime wanawaza kwamba Tarime ni sehemu ambayo labda ukinunua hata mchicha unaweza kupewa zawadi ya kisu, lakini hapa tunazungumzia soka. Tarime na soka hii imekaaje? Bana, Tarime soka lipo kwa ujumla, michezo aina nyingi ikiwemo mpira wa miguu vipo kwa sana tu, na sisi hapa ni moja ya watu ambao tuna manage timu ya Bomani Football Club. Kwa hiyo kwa kiufupi mpira Tarime upo. Mpira upo Tarime. Tarime kuna timu nyingi. Yamkini kuna mtazamaji anaweza kaajui, lakini Tarime kuna timu nyingi. Lakini Bomani leo hii tunakuja kuona ni timu ambayo ina uongozi imara, alafu mpaka wanakuwa wanafanya vikao vya kudiscuss maendeleo ya timu ya Bomani. Ni kitu gani ambacho kimeifanya Bomani mpaka inafikia hatua hizi? Kikubwa tumekuwa watu wa kujifunza sana kama uongozi, kama nilivyokuwa mimi ni katibu. Tumekuwa watu wa kujifunza kupitia watu klabu kubwa. Na kitu ambacho tulijifunza kikubwa ni kwamba timu yote bila kuwa na uongozi bora haiwezi kuwa bora. Kwa hiyo kitu cha kwanza tumejiimarisha katika uongozi, na ndio maana leo tuko hapa kwa ajili ya kuangalia tulikotoka, tulipo na tuelekee wapi. Kwa hiyo kiufupi tuko hapa kwa ajili ya kuimarisha timu. Na malengo ya Bomani kiujumla katika soka la Tanzania na wilaya ya Tarime na mkoa wa Mara kwa ujumla ni yapi? Tukiangalia kuna timu za mkoa wa Mara zimewahi kupata nafasi ya kufika ligi kuu, lakini mwisho wa siku zimekuwa hazina muendelezo wa back to back. Ikitokea imeshuka inatuchukua muda sana kuja kupata timu nyingine. Bomani tunaiona wapi? Bomani na ndoto ya siku moja icheze ianzie daraja za chini mpaka ifike ligi kuu, au Bomani inakuwa kama kituo au taasisi kwa ajili tu ya kulea vipaji, mwisho wa siku vipaji vinasambaa? Kama nilivyosema awali kwamba sisi tunajifunza. Kuna timu nilivyosema, kuna timu zimekuwa zikitokea mkoa wa Mara, baadaye zikafika juu, lakini baadaye zikarudi. Pia tunajifunza kwamba walifeli wapi, sisi tuweze kurekebisha. Lakini kiufupi Bomani Football Club ni timu ambayo tunaiandaa kuja kuwa moja ya kituo ambacho ni daraja la wachezaji kuweza kufika malengo yao. Wito wako sasa kwenye jamii? Tunafahamu kwamba jamii yetu kidogo, jamii tuliyopo ina changamoto nyingi sana, especially unapokuja kwenye masuala ya kimichezo na masuala mazima ya kiburudani. Wito wako wewe au upande wenu nyinyi Bomani, hii kwenu inaweza kuwa changamoto? Tusiseme, nisiwasemee. Kwenu nyinyi hii inaweza kuwa changamoto, au nyinyi kwenu kila kitu kiko sawa? Of course kila swala lolote lina changamoto, na hiyo tumechukua kama changamoto kwamba Tarime kuna changamoto kama hiyo ya kuhusiana na vijana kujihusisha na mpira wa miguu, lakini tunajaribu kutoa elimu zaidi kwa wazazi, walezi, kwamba mpira wa miguu ni sehemu sahihi ambayo inaweza ikamfanya mtoto akafikia malengo yake. Okay, na mwisho kabisa ushauri wako kwenye jamii labda, lakini pia utupe na malengo yenu nyinyi kama Bomani FC, tunategemea kuwaona mkiwa wapi kwa miaka kadhaa mbele? Kwanza ushauri na wasii sana wazazi, walezi, lakini pia na vijana wa kuanzia umri ambao wanaweza kucheza mpira, wasisite kujihusisha na mpira wa miguu, hasa zaidi Bomani Football Club, maana ni kituo ambacho kina malengo mazuri kwa ajili yao. Lakini pia Bomani tunaiona wapi? Mimi Bomani naiona kama timu ambayo hapo baadaye itakuwa timu kubwa. Kwa sababu kila kitu huanza chini, na sisi tuna imani kwamba hata sisi kuna siku tutafika pale juu. Kikubwa ni management nzuri, na tumejipanga kuongoza vijana katika uongozi ulio bora. Bana, mimi nikutakie maendeleo mema, lakini pia
nikutakie tu kila la heri, siku moja tuione Bomani hata ligi kuu ndugu yangu. Bana asante sana, Mungu akubariki Bana sana. mtazamaji wa Stories za kwenye mic na kaka fulani hivi Mkuria, kama umeweza kusikia nilikuwa napiga story na katibu wa timu ya Bomani FC, na nimetangulia kusema yamkini kuna mtu akisikia Tarime huenda asifikirie kabisa wala kwenye kichwa chake swala la mpira lisimuingie kabisa, lakini ukweli ni kwamba katika wilaya Tarime pia kuna vitu kama hivi hapa vinafanyika, ukiachana na swala zima la burudani kwamba kuna wasanii wanaimba, kuna wasanii wa filamu, lakini pia kwenye upande wa soka wapo watu ambao wanaendesha mazingira na kuhakikisha kwamba kuna vilabu, kuna taasisi ndogo ndogo ambazo zinajihusisha katika swala zima la soka, nikizungumzia mpira wa miguu. Kufikia hapa naweza nikasema sina la ziada zaidi ya kushukuru tu wewe ambaye umeendelea kututazama na kufuatilia kipindi cha Stories za kwenye mic na kaka fulani hivi Mkuria. Nyuma ya kamera yupo ndugu yangu kabisa, ndugu yenu kabisa, mzee mwenye mafaili yenu, anafahamika kama Nasri Mungoni 89. Mimi nafahamika kama Nero Business, Nero Biashara, kaka fulani hivi Mkuria. Usiache kutufuatilia, endelea kusubscribe, hakikisha una like na una share pia. Bye bye.